Ni kama umeshinda mkeka ukiwa msibani, hauwezi kushangilia. Ndicho kimemkuta Simba Sports Club pale mara baada ya kushinda goli 3, lakini kile kilichotokea Zanzibar katika uwanja wa Amani kimemfanya ashindwe kushangilia mithili ya mtu aliyeshinda betting akiwa msibani. Ukishangilia mzee, unaonekana wewe ulikuwa na shida na maelezo. Nini kimetokea Zanzibar, nini kimetokea Morogoro siku ya leo? Tupeleke mtaalamu wetu. Nikianza na mchezo wa Zanzibar, ulikuwa ni mchezo wa raundi ya 28 kati ya Yanga dhidi ya Azam. Ni mchezo ambao ulikuwa unaamua hatima ya ligi kuu. Mchezo huo umeisha kwa magoli 3-0, na hayo magoli yamefungwa kuanzia dakika 41, dakika 73 na 81, kipindi cha pili na cha kwanza mwishoni. Lakini tathmini ya huo mchezo, Yanga alipiga mashuti 5 kwenye lango la Azam, wakati Azam mashuti yaliyolenga lango yalikuwa ni 3. Mashuti ambayo kulenga lango kwa Yanga yalikuwa ni mashuti 3, kwa Azam yalikuwa ni 7. Kuotea, Yanga aliotea mara 3, Azam mara 2. Yellow card 1, Yanga alikuwa na yellow card. Umiliki ilikuwa ni 54% kwa Yanga, kwa Azam ilikuwa ni 46%. Hii inaonyesha kwamba Yanga alikuwa na uhitaji na huu mchezo. Kuanzia takwimu zinaonyesha kwamba Yanga alikuwa amejipanga kwa siku ya leo. Azam aliyecheza pungufu kwa takriban dakika 50 katika mechi ya shirikisho akapata matokeo ya goli 3-2 dhidi ya Yanga. Ni Azam tuliyemwona leo Amani Zanzibar. Wana Simba wanalia, wanasikitishwa sana. Ni kama mtoto mdogo ambaye alionyesha dalili za kupewa shilingi 10,000 akanunue vocha akarudi nayo, wamempa milioni, ameenda mazima. Nini kimemkuta Azam Sports Club leo, Azam FC pale Amani? Nini kimetokea labda? Performance aliyoingia nayo, aliingia na performance ya kutaka sare. Kwanza alikuwa anazuia, ukiangalia washambuliaji wengi wake walikuwa hawaoverlap. Faisal Sofa alipiga mashuti 3 ambayo shuti moja kidogo liwe goli. Tuseme experience ya Diara pamoja na uzoefu ya kuokoa ule mchomo huenda lingekuwa ni goli. Lakini ukiangalia maeneo mengine marking ilikuwa ni poor, lakini pia hata golikipa lile goli la dakika 41 alichelewa, alidelay, akaruka baka free header na ikasaidia Yanga kupata goli. Na siku zote goli moja ndo mwanzo wa kufungua mlango wa magoli mengine. Kwa leo Azam walikuwa under poor performance. Baka aliyepeleka msiba The Young Africans katika mechi ya shirikisho mara baada ya kuchoma goli la mwisho, goli la 3 ambalo lilifitisha kabisa ndoto ya The Young Africans. Ndiye Baka huyu ambaye nyumbani kwao Zanzibar amewaambia Azam hapa ndo nyumbani, na leo amefungua ukurasa wa magoli. Wote performance kwa Baka na namna gani ameweza kurudisha uwezo wake ndani ya muda mfupi. Baka ali lose concentration kwenye ile mechi baada ya kupoteza ya shirikisho, lakini leo amezuia vizuri na ameclear yale makosa ambayo aliyafanya kwa kufunga goli. Kwa hiyo tuseme leo mtoto amerudi nyumbani kwa kuomba msamaha. Okay, nini kimetokea kwa Simba Sports Club? Ameshinda goli 3 lakini hatusikii shangwe. Leo kwa Simba ulikuwa ni mchezo wa 50-50. Alikuwa na utazama zaidi mchezo wa Azam na Yanga, kwamba ikitokea Yanga amefungwa au kapoteza kwa sare huenda ingekuwa afueni kwake, lakini ni mchezo ambao Simba ameucheza vizuri kwa mkakati. Endapo Yanga angekuwa amepoteza siku ya leo, huenda Simba angekuwa anaukaribia ubingwa kwa 80%. Pointi 69 kwa The Young Africans, pointi 67 kwa Simba, pointi 2 nyuma ya kinara wa ligi, lakini magoli ambayo yanaongoza bwana Yanga magoli 56 kwa magoli 40, idadi kubwa kabisa ya gap. Je, kuna dalili ya Yanga kuchukua ubingwa? Je, kuna dalili ya Yanga kudondosha ubingwa? Na je, tuseme aliyetumwa kazi imemshinda? Hii raundi ya 28 ukijiuliza zimebaki mechi 2 kukamilisha mechi 30 kwa kila timu. Yanga atacheza dhidi ya TRA nyumbani, atamalizia dhidi ya JKT ugenini. Kwa wapinzani aliyobakiwa nao, wapinzani wa Yanga aliyobakiwa nao, mechi itakuwa ni ngumu zaidi ya TRA, lakini ni mechi ambayo atakuwa na faida kuchezea nyumbani. Mechi ya leo
kwa Yanga kidogo ilikuwa ni changamoto, kwa sababu ni mechi ambayo alikuwa anaingia na maumivu ya kupoteza kwenye shirikisho. Kwa hiyo kwenye asilimia za ubingwa Yanga ana faida, lakini hiyo faida itakuja baada ya mechi mbili kuisha tarehe 30 mwezi wa sita. Ndo ule ushauri ambao tulizungumza mara mwisho hapa kwamba kama Simba anautaka ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara anatakiwa achukue yeye pointi 6 kutoka kwa Yanga na asitume mtu mwingine yeyote. Hii tabia ya kutuma watu imemponza mwaka huu. Wale ambao tunaendelea kufuatilia, karibu Sport Efata Sports Arena, hapo ndo mahali pekee unaweza kuona mechi. Na leo hii Efata Sports Arena tulikuwa tunaonyesha mechi zote, yani hapa unamuona Yanga, hapa unamuona Simba. Kama una kimuhemuhe kinapanda, kimuhemuhe kinashuka, na ndio maana ya Efata Sports Arena na utofauti wa sisi na watu wengine wote. Wewe ulikuwepo leo Efata Sports Arena, wote vibe ilikuwaje? Vibe ilikuwa ni kubwa. TV upande walikuwa wanaangalia, upande wa kulia walikuwa wanaangalia mashabiki wa Simba mchezo wao kule Tuliani Morogoro, lakini upande wa pili walikuwa wanaangalia mashabiki wa Yanga mchezo wao kule Amani Zanzibar, lakini pia walikuwa wanafuatilia pia highlight ya michezo mingine baada ya half time. Azam TV walidisplay pale chini, wakawa wanaona Mbeya City ameshinda leo, wameona Prison kafa ugenini, lakini pia wameona Mosi Ndoumwe anaendelea kumfukuzia Faisal baada ya kushinda kwa goli 3. Wote Rick, wote mechi. Karibu Efata Sports Arena.